Habari zenu, I hope mko sawa. Leo nataka kuongea juu ya jambo moja. Nataka kuongea about con relatives. Ninaongea hivi kwa sababu ni kitu ilitendeka mahali, nikaona na macho na nikashangaa sana. Sasa kuna uwezekano mtu uko na relatives wako ambao wanaishi Nairobi, wengine wanaishi Mombasa, wengine wanaishi hata Saudi Arabia, wengine wanaishi Katari, na huko watu wanaishi Canada, Amerika, Uganda, Tanzania, wa Kenya, tuko kila pahali. Na kwa sababu tuko huko mbali, na unajua saa zingine watu tunataka kufanya investment nyumbani. Unataka kujenga, kununua shamba, unataka kufanya maendeleo yako moja moja. Unataka at least hata ukirudi nyumbani, mwisho wake wanasemanga East, North, South, West, home is home. Na sasa kwa sababu uko mbali, unaangalia kasini yako. Maybe mtu unaishi nchi za nje, uko mbali, na uko na kasini yako ambayo wako nyumbani. Maybe ana kitu ya kufanya sana. Unamrequest, unamwambia kase, iko kashamba nilinunua pale Ongatarongai, iko kashamba nilinunua huko Ruai, kuna kashamba nimenunua huko Kangundo, kashamba nimenunua Syokimau, na ningeweza kuweka kanyumba, yani development, lakini kwa sababu sina mtu wa kunisimamia, ninakuomba tafadhali kaseni, kuja unisimamie pale, hata kama ni kukupatia at least kitu mwisho wa mwezi, nitakuwa nakupatia. Munasikizana, kaseni yako anakuja, unamuleta pale, unamweka kwa shamba yako ambayo umenunua, unaweka ka site house, unamwambia sasa kase, nataka kuanza kujenga na ningependa sana uwe unanimanagea pesa nikituma, unaangalia mambo ya kununua simiti, mchanga, kokoto, matofali nini, munaelewa mambo ya mjengo. Then huyu jamaa anaanza kutuma pesa kwa kaseni yake. Anamwambia maneno ya plani nilishapata, kuna maneno ya stamping, maneno ya NEMA, maneno ya kanjo, maneno ya National Construction Authority nini, hizo permit zote zinatakikana. Anamuuliza pesa ngapi, anatuma, ule jamaa anaenda anamshughulikia. Mambo ya mjengo inaanza. So ule anatuma pesa ya fundi, amesema wanataka matofali kiasi hiki, wanataka mchanga roli hizi, wanataka kokoto roli hizi, wanataka nini. Vile anaelezewa yeye anatuma pesa. Can you imagine? Huyu kasini yake anaanza pia yeye kununua vitu vya mjengo kutoka kwa pesa ya ndugu yake, ambaye amemrequest kuja uniangalilie hii maneno ya mjengo. Yani anaenda anapiga picha construction ya wenyewe. Yani can you imagine, true story. Anaenda anapiga construction ya wenyewe picha, anatumia jamaa huko pahali yako majuu. Anamwambia angalia, tulishaweka foundation, tunaendelea na maneno sasa ya kupandisha matofali. Anaenda anachukua nyumba ya wenyewe, anapiga picha, anamtumia, anamwambia sasa tumefika rintos, na kwa ukweli hata hii mjengo haijaanza. Pesa ya wenyewe anaendelea kukula. Yeye mwenyewe ameanza kununua vitu vya construction kwa mjengo yake. Na huyo ni ndugu yako alikurequest, akakwambia please kase, nisaidie kwa sababu sina mtu wa kunisaidia. Then unakula pesa ya relative wako, unamdanganya, mtoto wa wenyewe anakuja, anachukua ndege, anafly all the way, anakuja kuangalia mjengo yake, anapata there is nothing. Maneno yote umekuwa ukimtumia, mapicha, vitu zote umekuwa ukimwambia ni uongo. Hii pesa amekuwa amekutumia, mapesa, thousands of money, kumbe umekuwa ukikula. Watu, hii ni tabia gani sana? Tabia gani hii sasa wakati you con your own relatives? Watu wanadanganya ati unajua so and so ni mgonjwa, kuna shida, sijui nini, mnataka kutumiwa pesa usiku na mchana. Mnasahau pia hawa watu wenye mnaomba pesa, pia wao saa nyingine hawana, pia wao ni kazi wanaenda, wanaamuka wanafanya kazi usiku na mchana kutafuta pesa. Halafu mko hapa mnakula pesa, mko tu nyinyi kazi yenu ni simu, tuma pesa, sijui mama ni mgonjwa, sijui dadi nini, sijui kuna nini chafanyika wapi. Hata nyinyi ambao mko hapa Kenya, fanya kazi hata nyinyi, support. Wacha kutegemea tu hawa watu wako nje majuu kila saa pesa. Na kuibia mtu relative wako ambaye amekutrust,
amekuamini na maendeleo yake, amekuamini na development yake, na huyo ni mtu amekuwa akikusaidia. Si eti hata wakati unamuomba usaidizi amekuanga akikunyima, ni mtu amekuwa akikusaidia. Watu tufikirie sana na tufikirie sana. Tuwache hii tabia ya kukua selfish, tuwache hii tabia ya kupenda vitu vya bwerere, tuwache hii tabia ya kuibia watoto wetu. Tuwache kabisa.